Oh, shwari. Shwari. Wachungwa vipi? Blue tu hapa mwanangu. Sio? Seti moja baridi. Chagua hapo lile la kufaa ile. Seti ile longo. Sawa, usiwazi. Sina time sana. Kwa hivyo sema blue sio? Blue tu hapo. Yaani kuzingatia hiyo mzee. Shwari. Kata kitu hicho, kata kitu. Rehema huyo vipi? Mpaka wapi? Mbona resi hiyo? Safi, tunaelekea kuna Tuma hapo mbele tukusuka. Kwani naoni jinsi mlichochakaa? Saluni hapo masuala ya urembo sio? Vipi huyu Fatuma yupo? Ndio yuko, lakini nilipotoka alikuwa bado hajarudi kutoka bombani. Kwani vipi? Kuna nini? Mbona kama kawa tu kuna baya hapo? Okay, sawa. Basi kama kuna baya mimi. Sawa basi nitampitia mida yake hapo. Okay, sawa. Hapo. Ndio. Poa, vipi kwema? Safi sana. Nimekutana dada yako muda si mrefu hapa nikawa nimekuja. Nilikuwa nimetoka kidogo kwenda bombani kupata maji. So unajua maji ni uhai nayo. Swala maji. Nipe habari. Au sio? Cheki uko na time kidogo tukatafuta mahali tukakaa tukazungumza. Si ni maongezi tu. Kuna maswali tuweke sawa kidogo. Okay, sawa. Tutafute mahali tuzungumze. Basi fresh wenzetu. Sawa. Bahari, uvumi, minong'ono na vitu visivyoeleweka kuhusu kutoka mimi na wewe kimapenzi. Wewe unaichukuliaje hizo habari? Kwa kweli pia mimi nimezisikia kuhusu mimi na wewe eti tutatoka kimapenzi. Alafu ukumbuke sasa, zishaka mpaka kwa wazazi. Alafu noma zaidi yule madako venye namfahamu. Mkali kama mbogo yani, sijui tena angalia kwa jicho gani. Kwa vile ni uvumi tu. Hata wasiwe na shaka kwa hilo. Hata aweza kuwa mkali kwa hilo swala. Waswahili wanasema kwamba pakacha la kuvuja ni nafuu kwa mchukuzi. Ali, una maana gani kwa huo msemo? Kwa sababu wewe nawe misemo yako. Bwana, unajua ni muda sasa. Tukanianze kuonyesha azima yangu ya kukupenda, lakini ukawa unanipiga chini hivi unanipeleka. Sasa kwa watu washaanza kuliongelea ili swala yani. Mimi naona nipite na huo upepo alafu watu waishi. Yaani uko serious kabisa na hilo swala. Wewe usichekeshi, naongea kitu vyenye niko serious. Sikuelewi. Kwa hiyo wataka uthibitisha kabisa. Ile wakiongea ikiwa kweli nimeipiga mimi. Usijali, acha tutalizungumzia hilo swala. Acha kulizungumzia kindani. Nimesema kwamba ni upepo huu unapita. Kwa hivyo huu ndo muda wenyewe tulizungumzie, tuliongelee na tulifanya. Usijali Ali. Nitakupatia. Haya, sawa. Haya. Hapo basi. Nasikia uvumi huko juu huko magengeni kuhusiana na Fatuma. Yeye mwenyewe kwanza yuko
Yuko. Hebu niitie mtoto. Fatuma. Fatma. Naam mamangu. Njoo. Chamo baba. Marahaba mama. Jambo. Jambo. Hebu kaa kidogo hapo mama. Mke Fatuma. Naam. Hebu niulizie mtoto. Mke, haya maneno nasikia kwa nini nakwambia. Ni kama ya kweli ama ni mwanangu Fatuma. Naam mamangu. Baba amekuja anasema amesikia maneno huko mtaani. Sasa mimi mama sijui nani alianzisha hayo mama na sijui kwa malengo gani. Unaliona ni kama jambo la kawaida lakini huenda likawa na athari kubwa sana. Sasa utamsaidiaje huyu mtoto? Lakini huenda ikawa ni uvumi tu. Ndio baba ni uvumi lakini sasa si hata ali mwenyewe atanifikiriaje akiniona. Sasa ali mwenyewe naye hata ni mtoto mtulivu sana. Huu karibu wenu ndio unafanya unawaponza mpaka ilifikia stage kwamba unaonekana na mahusiano. Sawa mama, acha niwaache. Acha niende kaendelee na kazi zangu. Ni sawa mwanangu, naenda ukaendelee na shughuli zako. Sawa. Kuhusu ile pesa nitakulipa kesho na saa 9. Wewe Chide. Mambo vipi lakini? Mambo shwari hapa. Naona mko kwa mada zenu za madeni, lakini mimi mwenyewe kuna kitu kinakereketa moyo. Nipe uhondo mwanangu Dula. Bwana kama vipi ninapita kwenye mitaa yetu, ninapata habari kwamba Ali kuna picha fulani hivyo anaitambua. Lakini kama vipi nikajua nikigongana na Side lazima atanipa mambo zaidi. Unajua mtaa mimi mgeni bana. Au si? Mchapie mwanangu. Acha nikuchapie mwanangu. Acha kutoree kabisa. Sasa cheki. Unajua wewe ndio mgeni wa kila kitu hapa mtaani. Sasa sijui shida ni nini. Sasa cheki, wamuona yule Ali ndio anatembea naye kwa jamaa. Oi, mambo vipi mwanangu Ali? Safi. Tayari kijiweni maskani hapa mmeliwasha vibaya. Au sio? Mama Pemba. Lakini haujachelewa mwanangu Ali. Najua pengine ni zile harakati tu za kawaida ndo zimekuhamisha mtaani kimda. So haina shida, wewe umefika, hakutokosekana kitu. Mwanangu Ali. Mimi kama vipi nilikuwa nimeketi nao wanangu kijiweni. Tunabonga kuhusu issue zako hapa mtaani, yani tetesi kibao. Mbaya zaidi washikaji pia nao wamenigotea na Ali siku hizi anatembea na demu fulani amazing hivi. Demu mwenyewe kali mtoto ameiva. Lakini mwenyewe nikasema kama vipi katika kijeni nitagongana na Ali na mapiste wengine. Nikagongana na wanangu kidogo hivi Ali mwenyewe nao ndio umetokea. Sasa wewe mwenyewe tupange tunaendaje? Kita tutaruka paibu ama issue ni gani? Unajua wanangu kwa kiwango fulani bado mnanichanganya. Yaani ile kuniweka wazi kwamba wewe unasikia kwamba unatoka hivi ABCD, hebu niwekeni wazi wanangu, mnanificha nini hapo? Cheki mwanangu Ali, usitucheleweshe. Wewe kama kitu umefanya umefanya. So kama umetoka naye situambie tuelewe. Issue za Fatuma. Kabisa. Issue za Fatuma mimi mwenyewe nami ndo nazisikia wanangu. Sasa inakuwaje kwamba mimi natoka naye mimi mwenyewe ndo nazisikia hapa. Hello mteja. Leo tuko Matondo Classic Hardware. Utapata kuna mabati, milango, vitanda, mbao, simiti na vinginevyo utapata. Matondo Classic Hardware inapatikana Mirini Center. Unaweza ukawatafuta kwa nambari zao za simu 0712922243 au 0113337567. Matondo Classic Hardware ndio mpango mzima. Sasa hizo hilo kaje? Au sio? Basi siwe kesi. Kama Ali hizo issue usijue. Haina mambo, lakini si unajua ngoma watoto baba haikeshi mwanangu. Na mbinu ya mgambo mwanangu. Mimi nimewaelewa jamaa. Kwa kuwa nyinyi mnasikiliza stories kwa huwa Ali anatoka na Fatuma au sijui nini. Mimi mwenyewe zoba naomba kwamba mimi mwenyewe sisile. Kwa hivyo kile mnachokisikia kunihusu, ni kama mtakiamini nyinyi endeleeni kukiamini. Bana mimi sifahamu au sio bana? Na hivyo imeisha. Basi kwa mnamuelewa au? Muelewa. Check mwanangu. Au mmoja kwambie sasa wenzako.
Wewe full, mbona fresh? Yakikufika utajuta anafanya nini? Na utatukumbuka. Sawa mwanangu sana. Fatuma. Mambo. Poa. Uko fiti? Uko poa. Na siku hizo umeadimika kweli, alafu nakuona pite sana yani. Ya, kawaida. Ama wana mabadiliko gani wewe? Kwa mtazamo wako ukikuona siku hizo umechange. Inaonekana. Acha. Wewe na ushiwi visa. Haya, sema unalo kusema. Ndio. Nimepata ishu fulani, lakini sijui ni sio kweli, sijui ni uongo. Sio unajua binadamu bana. Kuna mshikaji nasikia mambo yake siku hizi yako hivi. Kwani nyinyi mpoje? Mbona mnapenda kufuatilia mambo ya watu? Fatuma bana. Ulikuwa ni utani tu, na kama basi hakuna hayo mambo, basi sawa, isiwe kesi. Na hicho ndicho kitakufanya ufe na pressure. Muone vile. Haina shida Fatuma, kama tumefikia huko mpaka tunaoana, pendaneni mwishi kwa amani. Vipi Ali? Nakuona mwenyewe umepoa, huna hata stress. Hizi ndo sehemu zangu hizo. Yaani huwa napenda sehemu za utulivu, yani huwa sitaki ile purukushani, napenda sehemu ambazo zimetulia, yani hazina matatizo kama hizi. Ndio maana nipata sehemu kama hizi nikiwa nimetulia. Ndio maana hata mtaani wapakazi wa vitu ambavyo havina hata maana. Unajua Fatuma, kama design yetu huwa tuko na character ya kivyetu. Ndio maana utasikia mpaka vitu ambavyo hatujavifanya, sikia watu wanaviongea na ukweli na uhakika fulani kwamba mtu fulani kweli kalifanya jambo fulani, yani wanakuwa na ile na wanakuwa na nguvu yani kabisa kwamba kama kweli hicho kitu kimetokea. Ndio tulivyo sisi. Unakumbuka kama kile kipindi nikiwa mchezaji wa Muungano FC. Kwa kweli ndio nilikuwa mfungaji magoli sana mashuhuri yani. Sasa ikitokea nimekosa tu nafasi ya wazi yani ile nini yani. Nasikia wao hajakuwa kampu huyo, sijui nini, wao hajaenda mazoezini kamilifu, wao sijui wao ameenda kwa wanawake zake. So watu wanaona ikasema maneno mengi, lakini ndio karakta yetu watu kama sisi yani. Na ulikuwa Messi wewe? Mimi bado Messi mpaka leo, bado magoli sana yani. Yaani wewe sasa hivi hapo kiniwekea nyavu mimi napiga goli tu yani. Ama acha tuachane naye. Nipe uondo bwana. Kiukweli Ali sasa hivi nakuona hauna raha mtaani kwa sababu kumeshafuka ile kupakaziwa kwamba Ali atembea na Fatuma ambao kwamba si jambo la kweli. Nipate challenge sana, ndio maana mpaka sasa tumekutana hapa. Tujaribu kuliweka sawa tu kama tunasoma vipi, maana kiukweli halijakaa sawa, kwa maana limenimiza personal na nikaona nikutafute kwanza alafu tulizungumze kwa kina, ama wewe unalionaje? Pia mimi mwenyewe aliniumiza na sijui nitaliaka vipi sawa. Lakini kama unakumbuka kutoka mwanzoni nilikwambia kwamba pakacha la kuvuja wa mara nyingi ninafuka mchukuzi. Ali, mimi na wewe tumeishi kama mandugu muda mrefu sana. Sasa wewe kinachokufanya unasita, kinachokufanya unashindwa kufanya maamuzi ni kitu gani? Ama kuna ugumu wote hapa? Hilo nakwambia sio swala, mimi nikuulize kitu. Mimi na wewe tuna undugu ambaye? Undugu upo ndio. Undugu bado upo kwa sababu tumeishi pamoja na tumeishi kama mandugu. Mimi sio ndugu yako wala hatuna undugu wa kimbari wowote bwana. Kwa nini unashindwa kuamua vitu vidogo kama hivi yani kitu kidogo mtoto kapita bwana? Ali, nimekwambia kuhusu swala la mapenzi mimi na wewe siwezi. Na kama ndivyo acha nikuondokee. Utakuwa hujafanya poa, lakini fikiria kweli hii situation ikoje lakini. Sitaki. Ndio naenda hivi. Yanifanyia fair kabisa. Habari na tetesi zimetapaka mtaani. Yaani siku za tuonani kabisa yani bwana. Mwanangu sinaelewa mishemishe, mwanaume lazima atafute bwana kuna kule. Karne 21 hii mwanaume anajitume mzee. Bwana ni kweli kwa sababu najua karne 21 mwanaume
usipojituma bwana. Kutumika tena. Hayo sio kweli bwanangu. Alafu bwana, hebu tuachane nayo. Bwana hapa kijijini bwana pana uvumi. Tena uvumi kweli kweli. Bwana, issue ya wewe na Fatma sijui ni kweli ama ni vipi, kwa sababu watu wote hapa kijijini wanasema ile demo wa mla bwana. Yaani issue imejulikana. Kiukweli yule demo sijamla. Mimi mwenyewe nataka nipite na huo upepo, yani ile yule mtoto namtaka ile kishenzi yani. Acha wewe. Lakini hajawahi hata siku moja kunitamkia kwamba ananipenda. Kwa hivyo mimi najaribu kutumia ule ukaribu wetu ile upepo kwamba ni uvumi nini ABCD vitu kama hivyo. Nipite naye pia mimi na mimi nimekula mbuno, lakini mpaka sasa mtoto amekaza. Sasa bwana Ali, unajua wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Kuelewa. Lakini mimi navijua issue zako, huwa hunidanganya. Sasa sije kawa leo wanidanganya mwanangu. Kumbe ule mdemu wewe bwana unaye. Kama ninavyokuambia mwenyewe nataka. Lakini yeye amekaza sema wewe ndugu yangu unachukulia kama brother, wewe mimi sijui nini, wewe tu yaacha hayo maneno. Mpaka mimi mwenyewe mzee inanikera. Wewe unachukuliaje mtoto mzuri kama yule anakuwa ni demu wake lakini hujamla, wewe unaipataje? Bwana poa bwana. Puli mwanangu. Fresh. So mwanangu sio mbaya lakini siwezi kuficha kitu. Sijamla mwanangu. Poleni kwa usumbufu. Ila samani kidogo. Shem. Una tasalamu? Shem, mbona sikuelewi? Bwana, bro. Mimi wacha basi niondoke. Fresh mwanangu, wewe tutagongana. Wewe tutagongana. Hapo. Fresh. Sana. Vipi, mbona yai mpaka wapi hiyo? Wala hata hakuna baya. Ila nilikuwa nimekuja kukuelezea kwamba nimepata mchongo wa kazi, hivyo nitaondoka. Acha wewe. Utakuwa nje kidogo kwa muda mrefu ama muda mfupi tu? Hapana, nitaondoka tu kwa muda mfupi hivi kama miezi miwili. Okay. Mbona ghafla hivi ama unataka kunitoroka kimpango? Hapana, wala hata sio ghafla. Huo mchongo ulikuwa zamani, hivi sasa ndio umefaulu. Kwa hivyo unasema mipango ilikuwa imesetiwa hiyo kidogo chini maji, sasa imejipa. Ndio. Kwa hivyo sasa nataka kutoka mtaani. Au sio? Basi haina swala sio mbaya. Cha kufanya nitakutafuta, alafu kesho hivi timing nikubwage zako stendi. Nikutakia kila laheri, wishe zako mjini huko. Okay, sawa. Basi poa, tutakutana. Kesho basi mapema. Sawa. Hapo. Hello mteja. Leo tuko Matondo Classic Hardware. Utapata kuna mabati, milango, vitanda, mbao, simiti na vinginevyo utapata. Matondo Classic Hardware inapatikana Mirini Center. Unaweza ukatafuta kwa nambari zao za simu 0712922243 au 0113337567. Matondo Classic Hardware ndio mpango mzima. Wanangu. Niambie. Sana tu. Cheki. Jay, mbona si hatukuelewi? Wewe unaingia kijiweni na tarabu nyingi. Kwani umeshinda lote? Nakwambia hii mzee, hii ni zaidi ya loto mzee. Dunia ina mambo. Nakwambia mwanangu, leo tunapatana na mwanangu Ali. Ali yule mwenye ana urafiki na yule madam yule. Yule mwenye alikuwa mpinzani wetu yule. Swala ni vipi bwana? Jamaa ananiambia hamna kitu. Kumbe yule jamaa tumuonea bure mwanangu. Tumuonea mwana sisi. Kumbe hamna kitu. Sema kwaje? Kwa kali mwanangu. Wewe kubwa kuliko. Sasa unajua nini mwanangu? Yule dogo. Kumbe jamaa anataka kula mbuno tu pale. Hamna kitu akosi. Akosi yule dogo. Hapo amechanganya. Wewe sasa hii fomu ni gani? Fomu sasa ni yule mwanangu. Yule mwanangu ananiambia yule madam kwa lakini sasa kwa bahati mbaya
yule madam ndo anaisikia na ule dogo. Dogo kumbe nini? Nataka apate ile mbuno tu ule jamaa. Hata Jesse tambua fika kwamba gaga na mpwa. Ali walimkaa. Ndio hiyo. Au si yenyewe hiyo. Umekuja nao. Kwa hivyo tambua fika Jumaa yuko kwa plan zake pia. Ndio. Kwa hivyo wewe kubwa mheshimu Ali bana, kama anakula mbona Ali hamna kitu, hapana kitu pale. Kuna kitu. Yule jamaa ni feli. Wewe nao wataka ka chance au vipi? Yule jamaa mimi hata sinaje na ka chance. Mimi mwenyewe mwalijua. lakini chombo ujue. Chombo kitu kimeiva kile. Kule bara unajua anasemaje bana. Sasa uko na maprimba nya. Maprimba nya. Ile chaka Unatoka sigara alafu unakula alafu unatoka. Maana kidogo nataka ka chance pale lakini haitani. Alishafeli yule dogo. Serious. Hada ile madam kama anajua mambo. lakini zilikuja kwenye romance ndio kwa tayari atakuliwa posa. Imekuaje? Posa tena. Kabisa mwanangu. Pia. Ndio sana. Au sio? Afudi bana. Napika mtaa pili. Tutaonana ronde nyingine. Sawa, mimi niko hapa wanangu. Mambo. Hapo sana. Basi kwanza usingeniita, nisingekujua. Maana ni kitambo. Kwani miezi miwili ni mingi jamani. Si juzi tu. Wewe kitambo hiyo, unajua mpaka kidogo naona kidogo hali za nyashi nazo zimeanza kuimarika long time hiyo. Hebu nipashe. Mimi nimekuja kukupa taarifa tu, lakini sina uhakika nazo, ni uvumi tu. Wahenga walisema, lisemwa ndio lipo, kama lipo livunjani lake. Unajua, unanishtua sasa. Kwani kuna mtu kafa ama kuna kipi kingine hapo sasa hivi? Sasa bora mtu angekuwa maolio. Kumbe nini? Fatuma anaolewa. Yaani Fatuma anaolewa? Fatuma anaolewaje mimi nikiwa hapa? Yaani anaolewaje kwa mfano? Mimi nimekwambia hivyo tunaondoka basi. Aha, sasa ndo nimeanza kupata picha. Ndio maana juzi kaja kutoka kazini hajaniambia, hajanitafuta. Kumbe mpumbavu anaolewa. Aha. Mwenye kawa tayari huku. Ana huyu tayari amenivurugia siku. Walidi, naona leo mmeamua kunitembelea. Karibuni. Asante. Wow, naona leo mmeamua kunitembelea maskani kwangu hapa. Sijui nani nikwambia kama leo nimeboeka sana. Sisi tumekuja kukupa furaha wala hata sikuboesha. Wow, karibuni sana. Nimeshukuru kuwaona leo. Wanasema kwamba vizuri kule na mwenzio. Na pia unapofika na jambo ni vizuri ukaambia mwenzio. Maana gani hapo? Mbona kama sio kama kawaida hiyo? Vipi na kakaaje hiyo? Ali, wewe ni kama ndugu yetu. Kwa hiyo tunapopata jambo ambalo hatulielewi, lazima tutaki kujua zaidi. Mbona mnazidi kunichanganya? Kwani kimejiri nini? Hebu kwanza hiyo nataka niipate vizuri. Unaendelea nini? Anayejulikana kote kuwa ni mpenzi wako anaolewa. Yaani Fatuma, na tayari mikakati ya posa ishatolewa kumaanisha ndoa iko lele. Hizo habari nyewe kwa tena. Kwani siku hizi kuna siri tena? Fatuma anaolewa, amka babu. Lazima pata ujumi kwamba anayemuoa mpenzi wako ni rafiki yako mliyesoma naye. Ukisikia mkurupuko wa matukio basi ni huu. Hii imenichanganya. Yaani anaolewaje yani?
tena na rafiki yangu, tena katolewa na posa.